Assalamu alaikum guys, it's your girl Hindu hapa. Welcome yet to another episode of It's Your Girl Hindu and Other Stories. Okay, so today's podcast nilikuwa nataka tuongelele jambo moja muhimu. Ona tukisoma Quran, we rarely reflect upon it. Twasoma, twamaliza, lakini wachache wetu twasoma maana na twaichambua. Mwingine akiwa ataenda step ahead ni kuisoma, kuijua tu maana. Lakini leo nataka tujaribu tuichambue. Kuna some verses nataka tuzichambue. Na hizo verses huwa mara nyingi twazisoma sisi. Kila Ijumaa, alhamdulillah, it's a good trend kuwa kila mtu Ijumaa yuwasoma Suratul Kahfi. Sasa kwenye hii Suratul Kahfi nataka tuangalie maana ya hii sura. Sawa, kuna parts yani ya hii sura, tuangalie kama tutapata maana yake. Haya, bismillah. Tuende at this part. Moses said to him, "May I follow you on the condition that you teach me from what you have been taught of sound judgment?" Story ya Musa na Khidri. That's where I want. So this is where he made the offer ya kutaka kuwa mwanafunzi wake. He said, "Indeed, with me you will never be able to have patience." And how can you have patience for what you do not encompass in knowledge? Moses said, "You will find me, if Allah wills, patience, and I will not disobey you in any order." He said, "Then if you follow me, do not ask me about anything until I make to you about it mention." So they set out until when they had embarked on the ship, Al-Khidri tore it open. Moses said, "Have you torn it open to drown its people? You have certainly done a grave thing." Khidri said, "Did I not say that with me you will never be able to have patience?" Moses said, "Do not blame me for what I forgot, and do not cover me in my matter with difficulty." So they set out until when they met a boy. Al-Khidri killed him. Moses said, "Have you killed a pure soul? For other than having killed a soul, you have certainly done deplorable thing." Al-Khidri said, "Did I not tell you with me you will never be able to have patience?" Second time. Moses said, "If I should ask you about anything after this, then do not keep me as a companion. You have obtained from me an excuse." So they set out until when they came to the people of a town. They asked its people for food, but they refused to offer them hospitality. And they found therein a wall about to collapse. So Khidri restored it. Moses said, "If you wish, you could have taken it for payment." Al-Khidri said, "This is the parting between me and you. I will inform you of the interpretation of that about which you could not have patience. As for the ship, it belonged to poor people working at sea, so I intended to cause defect in it, as there was after them a king who seized every good ship by force. And as for the boy, his parents were believers, and we feared that he would overburden them by transgression and disbelief. So we intend that their Lord should substitute for them one better than him in purity and near to mercy. And as for the wall, it belonged to two orphan boys in the city, and there was beneath it a treasure for them, and their father had been righteous. So your Lord intended that they reach maturity and extract their treasure as a mercy from your Lord. And I did it not of my own accord. That is the interpretation of that about which you could not have patience." Okay, so ni kuanzia verse 67 mpaka 83. Everybody knows this story. We've heard it numerous times. Maustadhi wote
wakwambia ukisoma Kahfi lazima usome hii story. Sasa I want to ask you a question guys. Who do you see yourself in the story? Do you see yourself as Khidri, someone who has answers? Ama do you see yourself as Musa radiallahu anha, someone who has question? Who do you resonate with in the story? Normally ukisoma hii story utaresonate na Musa radiallahu anha kwa ajili mbona ameua mtoto, mbona amevunja ship ile yaitwaje boti, mbona amelivunda, mbona ameua mtoto, na ya tatu ni mbona amejenga ukuta in a place where hata maji hatukupewa town hii. So mimi nitaka kama binadamu ambao tutaishi kwenye huu ulimwengu ambao hatuna Khidri, hatuna Musa radhiallahu anhu, tujiangalie kama wale watu wa yale mambo yaliyoyawatokea. Sawa? Tukianza na watu wa kwenye boti. Imagine wewe uko kwenye boti, imagine wewe ni yule mwenye boti. Uko katikati ya boti, mko karibu na kufika, umuone mtu yuatoboa boti lako. Wewe what would you feel? Hauna Khidri atakayekukwambia kuwa mbele kuna ukinga ambao yuachukua maboti yote ambao yako sawa. Umeelewa? Hauna mtu huyo wa kukuambia. Hauna Musa wa kuquestion. Ushaona? Wewe kama mtu wa boti haswa utatukulia vipi? Unaona, manake mambo haya sote utukumba. Uko katikati ya kufanya jambo, uko karibu na kumaliza, ghafla bimvu mambo yamekwenda sebe neke, simwambia wenye kunena. How would you have patience in that moment? Ujue kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala has a better plan out for you than whatever is happening at the moment. There is always a bigger picture. Rahisi hii kusema mpaka uingie kwenye mtego kama huu ndo utaona we yani dunia isimame ushukishwe wewe. The other person is mtu aliyepoteza mtoto wake. Kawaida kama ni mama ni baba hutaka yeye azikwe na watoto wake, mzazi yoyote. Lakini sasa imagine uko in a situation mtoto wako amefika, tuchukue stage yoyote ya mtoto wako, iwe ndo mwanzo yuanza kuongea, ndo mwanzo yani like amemaliza skuli, ndo mwanzo ameanza kupata kazi. Sasa wewe hopes zako ni yeye yule mtoto akuangalie wewe kwa utu uzima na akuzike. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtwae yule mtoto. Ni mtihani mwingine mgumu kuuzika mtoto wako. Mimi nimeona mtu, nimeona watu alhamdulillah, lakini Mungu amewapa subra, wamepoteza watoto wao. Kuna mmoja alimpoteza akiza yule mtoto, yuaenda kuzaa shambiwa mtoto amekufa. Huyo baba na mama subra wakaionyesha. Kila mtu wewe utawaambia kila utakalokuambia, lakini ile subra ya kwanza ndo muhimu. Kama mzazi ukiweza kupata subra pale, ngumu kuelewa at that time, kwa ajili ni ngumu kuelewa what is happening, lakini ukaonesha subra, utakuwa katika wale watu wa peponi ambao hamuna hisabu. Uambiwa watu kama hao, ukiwa utasubiri kisawasawa time ya wakati subra yatakikana ukaweza kusubiri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaekea pepo bila hisabu. Jamani, watu kama hawa Sasa ndo ujue kuwa si rahisi mtu kuwa na subra that time. Lakini imagine Musa akaja akajua kuwa yule mtoto kutwaliwa ni kheri kwa wale wazazi. Yule mzazi hajui yeye, hata ndo akalia mtu, ushaona, hajui kheri yake haswa ya yule mtoto wake kutwaliwa ni gani. Haezi ona kama ni kheri at that time. Lakini imagine mtu aje exercise ile subra kuwa haya mambo ya Mungu amenipa na yani Mungu amenipa hii amana na aweza kuitoa anytime. Ushaona? Hiyo ni subra nyingine kubwa sana. Kisha nyingine watu watatu ni kama hivi, mumeenda mahali hamuulizwi lolote, mumeingia kwenye town, ukiuliza maji hupewi wewe. Watu makatili, kisha wewe uone ukuta, umuone mwenzako yuaujenga. Ushaona? Sasa hawa wale ambao ni wajeuri watatukulia hawa kama nini, yule hajui afanyalo. Ushaona? Utakuwa mocked. Uwe mocked, watu wakuteze shere, kukufanyia. Lakini Khidri yuwajua haswa hapa kuna treasure ya mtu ambao kulikuwa na treasure ya mayatima wawili ambao baba yao alikuwa
Swaleh, alikuwa mtu mwenye yaitwaje, mtu mwenye tabia za kisawasawa, mcha Mungu, ushaona, mtu wa peponi. Sasa amewaekea mali, sasa na ule ukuta ungeanguka, yale mali yangetoka. Yakitoka, ile community ambayo haikuwasaidia kina Khidri na Musa radhiallahu anha hata kwa maji, wadhani yale mali ya wale mayatima wangeyawata. Sasa kila mahali kuna kheri yake, yani ushaona. Sasa imagine Musa radhiallahu anha aliweza kuambiwa kuwa huyu kwa ajili ya hivi ndo kukatokea hivi, kwa ajili ya hivi kulitokea hivi. Sasa mimi na wewe hatuna Khidri kwenye maisha yetu. Sisi hatuna Khidri, sisi ni kumwamini Mwenyezi Mungu from day one, yani day go. Litakalo kukutokea baya, waambiwa useme alhamdulillah ala kulli hal, na ikiwa nzuri tena upige na sijda yako, sijdatu shukr, ya depend na how zuri lile jambo limekuwa. Waweza hata ukaswali swala mbili, raka mbili, I mean ya salatu shukr. Sasa nikuulize mimi na wewe msikilizaji, jamani, tunayo subra ya kuamini kuwa Mwenyezi Mungu has a better plan for us? He always has a better plan for us. Haezi muwata mja wake ateseke, jamani. Na waambiwa ukitaka addiction nzuri, kuwa addicted to Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe penda kufanya thawabu, penda kufanya ibada, penda kufanya mambo ambayo yatakufanya uwe addicted na Mwenyezi Mungu. Ukishakuwa addicted na Mwenyezi Mungu, haya ya dunia wewe utaona kila kitu adi, hutotia sana rohoni. So nimejaribu kuchambua hii part na najua sijaifanyia vizuri. Yani kukuomba msikilizaji na mimi pia kujikumbusha zaidi kuwa Mwenyezi Mungu haezi kutuwata, na better plan ya Muislamu mu'min mwenye subra ni pepo ambayo iko juu kabisa, na mwenye kusubiri mitihani mizito. Mamangu huwa yuwasema mitihani ya university, Mwenyezi Mungu haezi kukutest na mitihani ya university ikiwa wewe bado kuna sari. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu amekutest na mitihani ya university, yamaanisha na pepo yako ni ya university. Utopewa pepo ya nasari, ushaelewa? Pepo yako itakuwa ni kubwa, way better. Tutakuwa na mitumi wa Mwenyezi Mungu na malaika, tukisema, tukinena, tukiteka. Sasa ni tuweze kusubiri jamanini, tuweze kusubiri kwa mambo ambao hatuyajui, hujui mpaka mwisho wake. Nishamaliza kuchambua hii ni whatever I wanted to say. Mimi nitawapa yangu mimi a better story, yaitwaje, a better story, the bigger story that is. Mimi kuna time nilimaliza university. Nilipomaliza nikakataa kwenda ile Kenya School of Law mwaka wa kwanza. Nikasema wacha tu nitapata kazi hivi nifanye iishi. Ule mwaka wa kwanza sisikwenda. Nikaenda nikafanya exam, nikafanya ndivyo sivyo. Yani entry exam, sorry. So nilikwenda kufanya entry exam ya Kenya School of Law mara ya kwanza. Nilipokwenda nikakataliwa mwanzo January. A week later kukaletwa posa nyumbani ya sistangu. Mamangu akanambia kuna reason hapa, wewe upata hiyo ya KSL kwa ajili utanisaidia kuteza harusi mwanangu. Watatuteze harusi na wewe uko, kuliko mimi nataka kupanga mambo, manake ilikuwa ndo harusi yetu ya kwanza nyumbani. Nataka kufanya mambo huko, wewe uko skuli wasoma, ingeniumiza. Mwenyezi Mungu akanifanya nibakie, tusaidiane na mamangu tuteze hiyo harusi. Mwaka wa pili nikaenda tena kwa exam nikafeli. Nilipofeli ukawa ni ule mwaka wa corona, mimi nikarudi Lamu. Niliporudi Lamu, it was one time mimi na babu yangu tukawa very close, yani akawa yuanifundisha na muendea na maswali, yani alinifundisha ile ilmu alikuwa anayo, ataka kupoa on to someone. I was the sponge, nika absorb ile ilmu yake yote alionipa. Shaona nilivomaliza, yani huo mwaka si ndo sikuenda KSL, nikapata masomo yake ya dini, ya dunia, kuishi na watu, zaitwaje, hukumu za Qur'ani hizi, tauhid, yaitwa tajwid. Akanieleza, ushaona, yani alinisomesha kusema la ukweli 360 nitasema. Kila ilmu alinipa. Alikuwa manake nikienda na maswali siichi kuuliza mimi. Namuuliza, kuna siku nakumbuka nilimuuliza,
Watansiulize. Yaani tuliulizana maswali mpaka nikawa najua staili yake ya Ramadhan huwa yuwafanya nini, huwa yuwapick phrase kwenye Qur'ani, akajaribu kuitafuta kuanzia sura ya kwanza ile suratul Fatiha mpaka suratul Nas, akiisoma Qur'ani yuwatafuta hapa Mwenyezi Mungu ametumia phrase hii kumaanisha nini, phrase ile ile kwenye aya kwenye sura hii amemaanishia nini. Ushaona hivyo, nikaelewa. Yani nili spend time na yeye to the fullest. Yani mwaka huo ndo yeye akafa maskini. Sasa yani sawa nililia, lakini siku regret kuwa siku spend time na yeye. Ushaona, imagine nimemaliza tu exam leo, mimi exam zimetoka result nimepita. Wajua paka ukisha kupita ya take tena 6 months ndo mugraduate, 6 ama 8 months. Imagine leo mimi nimegraduate, babangu kujua mimi nimepita ile mitihani 9, manake zaitwa 9 P's. Nimezipita, babangu amejua, yuko kitandani, alikuwa ugonjwa umeanza kumuanda. Babangu akajua, hakunipata nimeswear in, lakini alijua kuwa mtoto wake amemalizana na mambo yake SL, alhamdulillah. So there is always a bigger picture. Every delay Mwenyezi Mungu yakufanyia huwa kuna bigger picture ahead of it. Utakuja kujua maybe after a year, maybe after 2 years, maybe hata zingine utakuja kujua peponi. Kama huyu wale wenye boti walikuwa walijua, kama mfano wakifika wale wenye boti walijua time wakifika kuegesha, wakimuona ule king, wakaona faida ya wao, faida ya lile boti lao kutobolewa. Wale watoto wa mayatima walijua faida yao when Mwenyezi Mungu walivyokuwa wakubwa, wakaona ule ukuta wakifungua wakapata mali zao. Na wale wazazi walofiliwa na mtoto wao walijua mbinguni kuwa kutwaliwa yule mtoto alikuwa ni kheri kwao. Otherwise lazima tuwe na subra siku zote jamanini ya Mwenyezi Mungu, tujue Mwenyezi Mungu Allah got us. Otherwise, thank you for listening till the end of the show. From your lovely host Hindu Hussein, from your favorite podcast, it's your girl Hindu and other stories. Salute. Usikia vibaya. We.